Sehemu ya pili. Usiku ulikuwa umetulia, lakini ndani ya moyo wa Ramla kulikuwa na dhoruba ya hisia. Anwari alikuwa amekuja mara moja tu kurejesha zana alizokopa, lakini muda wote tangu alipoondoka picha yake ilibaki ikirudia akilini mwa Ramla. Kwa nini huyu kijana ananivuruga hivi? Alijiuliza kimoyomoyo, huku akijaribu kujishughulisha na kazi za nyumbani. Lakini kila mara macho ya Anwari, sauti yake na tabasamu lake vilikuwa kama sauti za mbinguni zenye mvuto wa ajabu. Ramla alienda chumbani kwake akijaribu kulala, lakini hisia zake hazikumruhusu. Alijikuta akitizama picha ya filamu za kimapenzi kwenye laptop yake akijaribu kujituliza. Lakini mawazo yake yalizidi kumwelekea Anwari. Alihisi tamaa ikipanda na mwili wake ukianza kutoa ishara za msisimko. Hakuchukua muda mrefu kabla ya kuanza kugusa shingo yake taratibu, mikono yake ikisafiri kwa uzito kwenda chini zaidi. Ramla alifumba macho akimfikiria Anwari, akimshika mikono yake kwa ustadi, akimshirikisha kwenye ulimwengu wa tamaa na mvuto wa mapenzi. Anwari, alitamka kwa sauti ya chini, pumzi zake zikizidi kuwa nzito. Mwili wake ulikuwa umeanza kujibu hisia hizo, na dakika chache baadaye alihisi msisimko uliomkamilisha kwa muda. Simu yake iliita ghafla, ikimtoa kwenye hali hiyo. Ilikuwa ni Sanaa, rafiki yake wa karibu. Ramla, hali yako vipi? Mbona umekuwa kimya siku hizi? Sauti ya Sanaa ilikuwa ya wasiwasi kidogo. Niko sawa tu, nimekuwa tu na kazi nyingi, unajua jinsi kazi yetu ilivyo, alijibu Ramla huku akijitahidi kuficha hali yake halisi. Sawa basi, lakini nataka tu kuhakikisha kuwa hauko peke yako sana. Hivi unajua kuna kitu kinaweza kuwa kinaendelea na yule kijana jirani yako? Kila mtu anamzungumzia mtaa mzima, alisema Sanaa kwa msisitizo. Ramla alinyamaza kwa sekunde kadhaa. Sijui chochote kuhusu hilo. Watu wanaweza kusema chochote, alijibu kwa mkato. Usiku huo mlango wa Ramla uligongwa ghafla. Aliposogea kufungua, alikuta ni Anwari akiwa amesimama pale, macho yake yakiwa na mchanganyiko wa wasiwasi na heshima. Samahani kwa kuja ghafla bila taarifa, dada Ramla. Kuna jambo nilitaka kukuambia, alisema kwenye sauti ya upole lakini ya msisitizo. Ramla alimtizama kwa mshangao, lakini akamkaribisha ndani. Karibu Anwari, kuna nini? Anwari alikaa kwenye sofa akimtizama moja kwa moja dada Ramla. Tangu siku ya kwanza tulipokutana, nimekuwa nikifikiria sana. Kuna kitu kimoja kimenikera. Watu wameanza kunisema vibaya, lakini naomba uniambie kama kuna jambo umelisikia. Ramla alihisi aibu na huzuni kwa ajili yake. Usijali kuhusu maneno ya watu, wanaweza kusema chochote bila sababu. Wewe ni kijana mzuri na hiyo ni changamoto utakayokutana nayo mara nyingi, alisema huku akimtizama kwa upole. Wakati Ramla alipokuwa akimfariji Anwari, alihisi nguvu ya mvuto kati yao. Alisimama karibu na kusogea karibu zaidi. Ramla, nashukuru sana kwa wema wako, lakini sijui kama ninaweza kushinda hisia hizi, alisema kwa sauti nzito. Ramla alihisi pumzi yake ikikatika. Anwari, hii sio sawa, alisema kwa sauti dhaifu, lakini kabla hajamaliza, Anwari alishika mkono wake akiupeleka karibu na kifua chake. Ramla, uniambie kama nimekosea, nitajiondoa, alisema huku macho yake yakiangaza tamaa na heshima kwa wakati mmoja. Ramla hakujibu, lakini aliweza kuhisi msisimko ukipanda. Alikuwa katikati ya mgongano wa tamaa na maadili yake. Wakati huo huo,
mlango wa nyumba yake uligongwa tena, na hali hiyo ikawakatisha wote wawili. Ramla anabaki akihisi kuchanganyikiwa kati ya tamaa yake kwa Anwari na hali halisi inayowazunguka. Je, ni nani aliyegonga mlango huo? Na je, Ramla ataweza kudhibiti hisia zake?